Ujambo na karibu katika chaneli yetu ya Sauti ya Dini. Na leo tuna simulizi moja ya kusisimua sana, lakini ni simulizi ambayo ya kujifunza vitu vingi sana. Ni simulizi ambayo itatuambia kuhusiana na siku 40 za Yesu jangwani, na tutaangalia kile ambacho watu wengi huwa tukione tunapokuwa tunasoma Biblia. Kama ni mara kwa kwanza kwenye chaneli yetu, usisahau kulike na kusubscribe, lakini pia usisahau kutazama video nyingine kwenye chaneli yetu, maana utajifunza vitu vingi sana. Karibu. Simulizi yetu inaanza katika mto Jordan, ambapo Biblia inatuambia Yesu alibatizwa katika mto Jordan, ambapo jambo la ajabu lilitokea. Mbingu zilifunguka na Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama ua, na sauti kutoka mbinguni ikasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye." Hii ipo katika Mathayo 3:17. Lakini wengi tungetarajia kwamba baada ya tukio hili Yesu angeanza miujiza moja kwa moja, lakini badala yake Biblia inasema jambo ambalo hatukulitarajia, ambapo inasema Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu mpaka jangwani. Lakini kwa nini mwana wa Mungu aanze huduma yake za siku 40 za njaa, upweke na majaribu? Na kwa nini shetani hakumjaribu siku ya kwanza? Katika video hii tutafungua siri ambazo watu wengi huzipita tunaposoma Biblia. Kwa nini jangwani? Mathayo 4:1 inasema, ndipo Yesu alipandishwa na Roho kwenda jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Hapa kuna jambo ambalo watu wengi hawalioni. Biblia haisemi kwamba shetani alimpeleka jangwani, inasema ni Roho wa Mungu aliyemuongoza huko. Hii haimaanishi kwamba Mungu ndio chanzo cha majaribu, bali mazingira hayo yalikuwa ni sehemu ya maandalizi ya huduma ya Yesu. Katika Biblia, jangwa mara nyingi ni mahala pa maandalizi. Musa alikaa jangwani kwa miaka 40 kabla ya kuongoza Wanaisraeli. Lakini pia Elia alikimbilia jangwani kabla na baada ya kukutana na Mungu. Lakini pia taifa la Israeli lilikaa jangwani kwa miaka 40 kabla ya kuingia Kanaani. Kwa hiyo, kabla ya ushindi hadharani kulikuwa na maandalizi kwanza ya siri. Lakini hii unaweza kujifunza hata wewe, ya kwamba unapoona majaribu yamekuwa mengi katika maisha yako, haimaanishi kwamba Mungu anakuchukia au Mungu anataka upitie tabu. Hapana, mara nyingi inakuwa ni maandalizi ya kitu kizuri au kitu kikubwa ambacho Mungu amekiandaa mbele yako. Sasa tuangalie siri ya pili. Siri hii ni siri ya namba 40. Kwa maana tujiulize swali, kwa nini Yesu alikaa jangwani siku 40? Biblia inaonyesha kwamba mara nyingi namba 40 inahusishwa na kipindi cha majaribu, maandalizi, lakini pia hukumu. Mfano, gharika ilidumu siku 40 na usiku 40. Lakini pia Musa alikaa siku 40 katika mlima Sinai. Lakini wapelelezi walichunguza Kanaani kwa siku 40. Kikumbuka katika kile kisa cha wana wa Israeli kutaka kuingia katika mji wa Kanaani. Lakini pia Elia alisafiri siku 40 katika mlima Horebu. Lakini pia Yesu alifunga kwa siku 40. Biblia haielezi kwamba namba 40 ina nguvu za kimiujiza. When Jesus began his work, he was about 30 years old. He returned from the Jordan full of the Holy Spirit and was led by the Spirit into the desert, where he was tempted by the devil for 40 days. In all this time he ate nothing. Alipokwisha kufunga siku 40 mchana na usiku, mwishowe akaona njaa. Tubaki hapo. Mwishowe akaona njaa. Hapo ndipo siri kubwa ipo. Biblia haisemi kwamba shetani alimjaribu siku ya kwanza, haisemi kwamba alimjaribu siku ya 10, wala haijasema kwamba alimjaribu siku ya 20. Inasema baada ya Yesu kumaliza kufunga, ndipo mjaribu akamjia. Kwa nini? Order this stone to turn into bread. Anatuambia kwamba shetani alichagua wakati ambapo Yesu alikuwa dhaifu kimwili. Alidhani huo ndio ungekuwa wakati rahisi zaidi kumwangusha. Hili ni hitimisho la kitafiti, si kauli ya moja kwa moja kutoka kwenye Biblia. Lakini kinachojitokeza wazi katika maandiko ni kwamba majaribu yalikuja wakati wa njaa kali au wakati wa shida. Then the devil took him up and showed him in a second all the kingdoms of the world. Mtu anapokuwa I will give you all this power
and all this wealth, it has all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. It is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Jaribio la kwanza lilikuwa ni mkate. Shetani anasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Then the devil took him to Jerusalem and set him on the highest point of the temple. If you are God's son, throw yourself down from here. Scripture says God will order his angels to take good care of you. It also says they will hold you up with their hands, so that not even your feet will hurt on the stones. The scripture says, you shall not put the Lord your God to the test. Katika kila jaribu, Yesu hakutumia nguvu za kimiujiza kumshinda Shetani. Alitumia maandiko. Lakini kuna jambo la kushangaza kidogo. Tuliangalia. Kwa nini Shetani alitumia Biblia? In the 15th year of the rule of the Emperor Tiberius, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod the ruler of Galilee, and Annas and Caiaphas the high priest, the word of God came to John in the desert, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. And God will forgive your sins, as it is written in the book of the prophet Isaiah. Someone is shouting in the desert, get the road ready for the Lord. Make a straight path for him to travel. Every valley must be filled up, every hill and mountain leveled up. Winding roads must be made straight, and the rough paths made smooth. And all mankind will see God's salvation. Hii inaonyesha mpangilio wa simulizi, kwanza mtihani, kisha huduma ya malaika. Sasa tupate hitimisho. Siku 40 za Yesu jangwani si simulizi ya kufunga pekee. Ni simulizi ya utii, ni simulizi ya maandalizi, lakini ni simulizi ya ushindi dhidi ya majaribu kwa kutumia neno la Mungu. Na pengine siri kubwa ambayo watu wengi huiacha ni hii. Yesu hakuanza huduma yake kwa kufanya miujiza mbele ya wote. Alianza kwa kushinda vita ambayo hakuna mwanadamu mwingine aliyekuwa ameona. Kabla ya ushindi hadharani, kulikuwa kwanza na ushindi wa siri. Usisahau kuacha maoni yako kwa kujibu hili. Je, ni siri gani imekushangaza zaidi kuhusu siku 40 za Yesu jangwani? Andika maoni yako na usikose kufuatilia sehemu ya mfululizo huu ambao utamhusu siri ya Henoko, mtu aliyetembea na Mungu na akatoweka.